hiyo wiki hii tutakuwa tunaongelea kuhusu somo linasema more than enough, more than enough, ama baraka zinazomiminika, baraka zinazomiminika, ama kwa Kiswahili ama kwa tafasiri ambayo inaweza kuwa ya moja kwa moja, utele wa utoshelevu unaopita kiasi. Utele wa utoshelevu unaopita kiasi. Mungu anataka katika mwezi wetu wa upako wa Gara atubariki na baraka za kila aina, baraka zinazopita kiasi, baraka zinazopita mawazo yetu, akili zetu, kama tukiamua kufungua mioyo yetu na kulikumbatia neno hili na kumuomba Mungu na kutembea pamoja naye na kumtumaini yeye na kuishi hili neno, na kuhakikishia Mungu atatubarikia. Maana ametuambia kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili, anasema na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Umeona, Mungu anaweza kutujaza nini? Kila neema kwa wingi, kila neema kwa wingi. Kwa hiyo manake kuna neema nyingi ndani ya maisha yetu, neema mbalimbali. Wengi wanaishilizia kwenye neema ya wokovu, lakini ziko neema nyingi, neema nyingi. Kwa hiyo Mungu akatujaza na kila neema hizo nyingi, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana, tupate kuzidi sana katika kila tendo njema, tupate kuzidi sana katika kila tendo njema. Kwa hiyo Mungu anatumiminia neema yake, neema nyingi, neema nyingi. Maana ametuambia katika Yohana 1:16, na katika utimilifu wake sisi nasi tulipokea neema juu ya neema. Kwa hiyo kwa mtu aliyeokoka, kwa Kristo aliyeokoka, ziko neema za aina mbalimbali katika maisha yetu. Iko neema ya kutembea katika afya tele, iko neema ya kutembea katika ushindi, iko neema ya kutembea katika wokovu, iko neema ya kutembea katika baraka, riziki za namna mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu akiamua kubariki Gara yako, Mungu akiamua kubariki utembee katika upako wa utele, atakupa vyanzo mbalimbali. Na hata kama akikupa chanzo kimoja, kinakuwa ni chanzo ambacho kinazalisha baraka mbalimbali, kinazalisha utele ambao wewe mwenyewe huwezi kumaliza. Hata ukiwa mlafi huwezi kumaliza. Kama ni chakula kitakuwa chakula cha watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni furaha yako itaambukiza na watu wengine. Unajua kuna wengine watu wana furaha yao tu binafsi, yaani yeye anafurahi peke yake, lakini furaha inaambukiza. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja alikuwa anapenda kusema, anawaambia watu kanisani kwamba tabasamu lako linaambukiza watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hata tabasamu lako tu linawafanya watu wengine waweze kutabasamu, kwa sababu roho ikiwa mbaya ndani yangu, hata walionizunguka wote watakuwa na roho mbaya. Fuatilia kwenye nyumba zetu, kwenye ofisi, kwa watawala, jinsi mtawala alivyo na ndivyo na watu wanakuwa. Jinsi baba anavyokuwa ndani ya familia na ndivyo watoto wanakuwa. Baba akiwa na upendo, familia nzima inakuwa na upendo. Baba akiwa mkatili, anazalisha watoto wakatili. Kwa hiyo tunaomba Mungu atupe neema katika upako wa Gara, tuwe na vitu vya kutosha vinavyopita kiasi, tuwe na utoshelevu wa baraka, tuwe na utoshelevu wa baraka. Nikiwa mfanyakazi, Mungu atanipa na shamba nitalima, na hata Mungu atanipa hata akili ya kufuga, iwe ni kuku, iwe ni mifugo, iwe ni bustani yoyote ile. Mungu atanizidisha kwenye eneo ambalo nimesimama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya upako unaojitosheleza kupita kiasi, ndio maana ya baraka zinazomiminika,
Ndio maana ya baraka zinazomiminika. Anasema na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Ina maana Mungu anaweza. Je, sasa wewe uko tayari kuwezeshwa? Maana hilo ni jambo jingine, na hilo ni swali jingine. Kumbe Mungu anaweza. Je, wewe unaweza? Unaitaka? Unahitaji? Kwa sababu nakwambia kila mtu atajazwa kulingana na ukubwa wa chombo chake. Kila mtu atajazwa kulingana na ukubwa wa chombo chake. Ukienda kuomba maji, wewe kama una ndoo utapewa maji kulingana na ndoo. Kama una pipa utapewa maji kulingana na ukubwa wa pipa lako. Kama una simtenki utapewa maji kulingana na simtenki la lita ngapi. Kwa hiyo je, chombo chako kina uwezo wa kuzipokea baraka za Mungu? Maana kuna mwingine akibarikiwa tu na pikipiki, huyo hata kanisani haonekani. Mwingine akibarikiwa tu kidogo, hata umuone hata kwa ndugu zake. Ndio njia ya kwenda baa, anazunguka baa baada ya baa, ukumbi wa starehe baada ya ukumbi wa starehe. Je, kama Mungu anasema anaweza kutujaza na kila neema, je, uko tayari? Umejiandaa? Moyo wako uko tayari? Anasema ili tukiwa na riziki za namna, kila namna, siku zote tupate kuzidi sana, tupate kuzidi sana. Kwa hiyo baraka za Mungu zinatuwezesha tuzidi sana katika tendo jema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anataka kubariki ili yatima wasilale njaa, ili yatima wasikose masomo, ili wajane wazidi kunawili kupendeza, ili wagane. Maana siku zote waga tunang'ang'ana tu wamama waliofiwa na waume zao, tunawasahau wababa waliofiwa na wake zao. Hata kuna wababa wengine wamefiwa, wamekaa wanateseka, na wengine wanakufa haraka kwa sababu ya mawazo na vitu. Lakini tukampata mtu mmoja ambaye amepewa neema ya faraja, akamfikia huyo baba, akamfariji kwa maneno, akazungumza naye. Akamfikia huyo mama, akamfariji kwa maneno, na sio tu kwa maneno, akamfanya siku hiyo akala chakula, akavaa nguo safi, akafurahi. Nakwambia hiyo ndio more than enough. Baraka zinazomiminika zinawafikia na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utele unaanza kwa baraka za Mungu.